أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wetu, mwalimu wetu, kipenzi wetu, Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nashukuru sana kwa bodi ya kina mama ambayo imeandaa semina hii kama kawaida yao ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie semina hiyo ina manufaa kwetu sisi na tuweke nia ya kufanya i'tikafu katika huu muda ambao tutakuwa tunakaa kuweza kujifunza ili tuweze kupata thawabu za i'tikafu na fadhila za kutafuta elimu. Lakini tunamuomba vile vile Allah subhanahu wa ta'ala ajalie kila aliyehudhuria hapa na aliyeka nia ya kujifunza, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amfungulie milango ya ilmu. Lakini vile vile Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amfungulie milango ya riziki. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amuepushe na maradhi, na kama ana mgonjwa basi Mwenyezi Mungu amfanyie shifa mgonjwa wake. Kama ana madeni basi Allah subhanahu wa ta'ala amsaidie kuyalipa madeni yake. Na kama ana changamoto katika ndoa yake basi Allah subhanahu wa ta'ala ziondoe changamoto hizo. Allahumma amin. Ndugu zangu kina mama, mada ambayo nimepewa ni ngumu kidogo. Anasema changamoto za mwanamke wa leo. Sawa Msongo wa mawazo, stress, afya ya nafsi na akili. Ni mada ngumu kwa sababu inazungumzia mwanamke wa leo aliyomo katika familia na changamoto ambazo zinapatikana leo katika ulimwengu wetu, lakini vile vile inazungumzia maradhi ya nafsi, inazungumzia vile vile maradhi ya akili ambayo mara nyingi sana huwa hatukiri kwamba sisi ni wagonjwa wa nafsi au wagonjwa wa akili. Mwambie mtu una ugonjwa wa akili anakupeleka polisi. Lakini ukimwambia una malaria, sasa kweli nahisi kama na malaria hivi. Yaani sio tusi malaria, lakini kuwa na ugonjwa wa akili ni tusi. Inabidi tuzoee hii misamiati. Maradhi ya akili ni maradhi kama yalivyokuwa maradhi mengine, na maradhi ya nafsi ni maradhi kama yalivyokuwa maradhi mengine, na tunayo, lakini mara nyingi sana hatupendi kuyathibitisha. Tunayaishi katika maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo mada hii ya leo itajaribu kuibua baadhi ya matatizo ambayo tunayo katika, na hasa nyinyi kama kina mama, kwa sababu mada inawahusu katika jamii yetu na katika familia kwa ujumla. Ndugu zangu kina mama, tunafahamu kwamba mwanadamu wa kwanza kuumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa ni Adam alayhi salam. Hii kila mtu anafahamu. Adam aliumbwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Akakirimiwa na Mwenyezi Mungu, akafundishwa alichofundishwa, akaambiwa na malaika wamsujudie na wakamsujudia. Akawekwa katika bustani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini baada ya muda Adam alionekana kuwa na stress. Sawa Kama vile nafsi yake haina utulivu. Na Mwenyezi Mungu alifahamu. Akamngojea Adam alayhi salamu amelala, akaenda katika ubavu wake wa mkono wa kushoto, akatoa katika ubavu wake, akamuumba Hawa ambaye ndio nyinyi. Kwa nyinyi mmeumbwa kutokana na ubavu wa Adam alayhi salam. Baada ya kuumbwa Hawa, Adam akachangamka na utulivu ukawepo na maisha yakawepo. Na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amezungumzia katika Qur'an kwa kusema wa min ayatihi, katika alama za kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, an khalaqa lakum min anfusikum azwajan, ni kuwaumbieni nyinyi wanaume kutokana na wenza wenu ambao ni wanawake wenza wenu. Kwa nini? Litaskunu ilaiha, ili muweze kupata utulivu kupitia kwa wenza wenu. Kama ambavyo Adam baada ya kuwa na masononeko alivyoumbwa Hawa akapata utulivu katika nafsi yake. Aya nyingine katika surati Al-A'raf aya 189 kwa wale wanaoandika,
Mwenyezi Mungu anasema huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida, Mwenyezi Mungu ndio amewaumbeni kutokana na nafsi moja. Wajaala minha zawjaha, na akajalia katika nafsi ile ile moja mwenza wake. Kwa nini? Liyaskunu ilaiha, ili aweze kupata utulivu kwa yule mwenza. Wanachuoni wengi wa Kiislamu katika kufasiri aya hizi wamesema kwamba mwanamke ndio sababu kubwa ya utulivu wa mwanamme. Ukimwona mwanamme ametulia, nyumba imetulia, familia imetulia, anayestahili kusifiwa wa kwanza ni mwanamke. Lakini ukiona nyumba haijatulia, familia haijatulia, mume hajatulia, anayestahili wa kwanza kulaumiwa ni mwanamke. Pamoja na kuwa mwanamme anaweza kuwa kusababisha utulivu ule usiwepo, lakini mtuhumiwa namba moja ni mwanamke, alafu namba mbili na anakuja mwanamme. Tumekubaliana au hatujakubaliana? Tumekubaliana, mashaallah. Nilifikiri mtapinga. Kwa hiyo utulivu, mapenzi na huruma vinatakiwa kwa kiwango kikubwa vitoke kwenu kwanza. Na kinyume cha utulivu ni nini? Akina mama, kinyume cha utulivu ni nini? Vurugu. Na kinyume cha mapenzi, chuki. Na kinyume cha huruma, ukatili. Sawa Kwa hiyo vinavyokosekana hivi vingine vinatawala katika familia zetu. Kwa hiyo hapa ni sehemu ya kujitathmini na kuangalia sisi kama wanawake, kama kina mama, kama wake, muangalie familia zenu na zimetawaliwa na vitu gani katika hivi vitatu. Je, ni utulivu, mapenzi na huruma, au vurugu, chuki na ukatili? Kama imetawaliwa na hivi vitu vya upande wa pili, tuelewe kwamba sisi kama wanawake tumefanya nini, tuna mapungufu ambayo tumeyafanya katika ndoa zetu. Ndugu zangu akina mama, mabinti zangu, dada zangu katika Uislamu, hakuna jamii inayoweza kusimama bila ya mwanamke. Kweli au sio kweli? Kweli. Hakuna familia inaweza kuwa na utulivu bila mwanamke. Kweli au sio kweli? Kweli. Hakuna kizazi kinachoweza kuwa na maadili bila ya kuwepo mwanamke. Kweli au sio kweli? Kweli. Kutokana na ukweli huo, ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ad-dunya mataa, dunia hii yote ni starehe. Wa khairu mata'i dunya almar'atu salihah, na bora ya starehe iliyoko duniani hapa ni mwanamke mwema. Wewe mwanamke unapokuwa ni mwema, basi hakuna kinachokuzidi wewe katika dunia hii kwamba ndio chanzo cha starehe. Hii ni sifa ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anaitoa kwenu nyinyi. Sawa ingekuwa maeneo mengine tungesema mpige vigelegele, lakini sababu tuko msikitini hapa, furahieni ndani ya nafsi zenu. Sawa ni sifa ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa kwa wanawake. Lakini ukweli mchungu kabisa ni kwamba mwanamke wa leo anapitia changamoto ambazo hajawahi kupitia mwanamke katika zama zilizopita. Kwa wale wakina mama wana umri mkubwa wanaweza wakathibitisha hilo, kwamba wakati wao walikuwa ni mabinti, walikuwa ni wasichana, wakilinganisha na hao mabinti wa sasa hivi na wasichana wa sasa hivi, wanakuta kwamba hawa wa sasa hivi wanapitia changamoto nyingi sana kuliko ambazo wao walizipitia huko nyuma. Kina mama watu wazima, kweli au sio kweli? Kweli kabisa. Hao mabinti hawaelewi. Sasa niulize maswali machache. Nilikuwa nije na karatasi ya dodoso na nini, lakini kaona itachukua muda mrefu na muda wetu ni mdogo. Ni kina mama wangapi hapa walioko hapa wanaohisi kwamba majukumu ya maisha ya leo yamekuwa mengi sana kuliko zamani? Wanyoshe mkono. Wachache. Hamjalifahamu swali? Wakina mama wangapi wanaohisi kwamba majukumu ya maisha ya leo mwaka 2026 yamekuwa mengi sana kuliko yale ya zamani ya mwaka 50 60 huko? Wangapi wanaunga mkono hiyo hoja? Wale wasichana wadogo wasinyoshe.
Wengi wamenyosha. Haya. Kwa hii inaonyesha kwamba mwanamke wa leo amebeba mzigo mkubwa sana wa maisha. Kweli au sio kweli? Swali la pili kuhusu msongo wa mawazo. Tunaingia kwenye maradhi ya nafsi sasa. Ni wanawake wangapi hapa wamewahi kuhisi wamepatwa na msongo wa mawazo kwa sababu ya majukumu ya familia na maisha? Wote mnaujua maana msongo wa mawazo? Haya, mimi mnajua, alhamdulillah. Hii inaonyesha kwamba stress ndio msongo wa mawazo ya mwanamke wa leo ni jambo la ukweli la imekithiri katika jamii ya wanawake. Swali la tatu. Na kina mama wangapi wanaamini kwamba mawasiliano mazuri kati ya mume na mke yanaweza kupunguza matatizo ya familia yakiwemo msongo wa mawazo? Ni wangapi wanaamini? Wote. Mazungumzo mazuri, si ndio? Tunakubaliana mazungumzo mazuri kati ya mume na mke yanapunguza matatizo, yanapunguza stress. Sasa kwa nini amzungumze vizuri? Nilikuwa nasikia shekhe anaongea hapa sasa hivi. Sasa tusikilize tafiti rasmi. Hii hapa mko mnafanya nyinyi. Sasa tafiti rasmi yani za wataalamu. Wanasema hivi, 66% ya wanawake wana stress. Yani katika wanawake 100, wanawake 66 wana maradhi ya stress, wana msongo wa mawazo. Maana ya stress ni hali ambayo akili yako na moyo vinakuwa na mzigo mkubwa wa mawazo na shinikizo la maisha. Yani moyo wako unakuwa umejaa, akili imejaa, fikra zimejaa, huna raha, huna furaha. Hiyo ndo maana ya stress. Kwa katika watu 100, watu 66 ni wanawake ambao wana matatizo hayo. Na tukifanya hesabu hapa itakuja hesabu hiyo hiyo. Kama nyinyi ndio mnaongoza kwa kuwa na matatizo hayo ya stress. Wanawake wana depression. Hii ni msamiati wa kitaalamu. Depression maana yake hali ya huzuni nzito inayokaa moyoni kwa muda mrefu mpaka mtu anahisi kwamba hana nguvu, anahisi hana hamu na maisha. Wangapi wana depression ndani? Wengi, hawezi kusema najua. Lakini kuna watu wallahi wanaona haya maisha haya bora Mungu tu angenichukua. Hana raha kabisa na maisha, hajui kufurahi, hajui kucheka, hajui kutabasamu. Sawa Na hiyo ndio inakuja kusababisha yale maradhi mengi tuliona katika mada zilizotangulia. Kila kitu analalamika. Ile ni dalili kwamba ndani ya nafsi yake hakuna kitu kizuri kinaweza katoka nje. Muda wote amenuna tu. Muda wote. Na hapa nawaona watu walionuna wote, nawaona hapa. Na najua mna depression. Kama una depression, tabasamu, cheka, furahi. Sawa Uondoshe hiyo maradhi ambayo unayo. Wanawake wengi wana kitu kinaitwa anxiety. Anxiety ni hali ya hofu, hajui lakini anaogopa nini. Wasiwasi, taharuki ya ndani kuhusu mambo yanaweza yakatokea kwake baadaye. Hayajui ni mambo gani lakini anayaogopa. Ana hofu tu. Ana hofu atakufa, atafiwa, ana hofu ataharibikiwa, mahindi yake yataharibika, ana hofu sijui mume wake ataoa mke mwingine, ana hofu atamwacha, atampa talaka. Kwa nini una hofu hiyo? Acha basi tu, wasiwasi. Yani anaishi katika maisha ya wasiwasi daima. Haya ndugu zangu kina mama ni maradhi. Maradhi haya yanakusababisha wewe uugue, na kwa bahati mbaya huugui peke yako. Unamfanya na jirani yako ambaye ni mume wako nao yaugue sasa. Kwa sababu matatizo yote yatakuwa yanamwagikia yeye. Wewe umeumbwa na Mwenyezi Mungu umsababishie utulivu. Lakini unapokuwa wewe mgonjwa wa maradhi haya tuliyozungumza, bila shaka mume huyu naye vile vile hatopata utulivu. Sisi tumeelewana kina mama? Maradhi ya huzuni na hofu, haya ni maradhi mabaya sana. Na wataalamu hata wasiokuwa Waislamu wanasema kwamba haya ni matatizo mawili ambayo yanamkabili mwanadamu, na yakimkabili mwanadamu yanamuondoshia raha yake yote. Hofu na huzuni. Na hofu ni mtu kuogopa mambo yatakayotokea baadaye, kesho yako. Huzuni ni kuhuzunishwa na mambo yaliyotokea nyuma. Kila ukifikiria unapata huzuni. Kila ukifikiria mbele unapata hofu. Kwa hiyo mbele umezungukwa na hofu, nyuma umezungukwa na nini?
na huzuni, wewe uko katikati. Haya maradhi yamezungumzwa ndani ya Qur'an mara 14. Mwenyezi Mungu anawasifia Waislamu wenye msimamo. Mwenyezi Mungu anawasifia Waislamu watakaoingia peponi. Mwenyezi Mungu anasifia pepo yake itakuwa na sifa gani. Mara 14 Mwenyezi Mungu anasema la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Ukiwa na msimamo katika dini, huna hofu wala utahuzunika. Ukiwa wali wa Mwenyezi Mungu, huna hofu wala hutahuzunika. Ukiingizwa katika pepo ya Mwenyezi Mungu, hutokuwa na hofu kule wala hutohuzunika. Kwa haya maradhi ambayo yanatukabili ya hofu na kuhuzunika hapa duniani ni moto wa Jahannam. Ikiwa peponi hakuna hofu wala kuhuzunika, ina maana motoni kuna nini? Kuna hofu na kuhuzunika. Sisi katika maisha ya dunia hapa, kama tunaishi kwa huzuni, kwa kufikiria yaliyotutokea huko nyuma, kila ukiyafikiria yanakukosesha raha, uelewe kwamba unaishi duniani katika moto wa Jahannam. Unajiunguza wewe mwenyewe. Lakini ukiwa na hofu na kesho yako, na watoto wako, na mustakbal wako, na riziki yako ambayo wewe huimiliki, anaimiliki Mwenyezi Mungu. Hakuna mtu anamiliki kesho hapa, kweli au sio kweli? Ukiwa na hofu na kesho yako, unaishi katika Jahannam hapa duniani. Kwa sababu utakuwa una raha, utaanza kuwaonea watu husda, utaingia katika biashara za haramu, utaanza kufikiria hili na lile kwa sababu ya hofu ulionayo. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ametaja mara 14 kwenye Qur'an, la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Tuko pamoja kina mama? Mwanamke wa leo amebeba majukumu mengi sana. Majukumu gani ambaye amebeba mwanamke wa leo? Na anaweza kunitajia? Ya kwanza nini? Familia. Mwanamke wa leo ni mama, si ndio? Mwanamke wa leo ni mke. Mwanamke wa leo ni mfanyakazi. Wako wafanyakazi humo? Mwanamke wa leo ni mfanyabiashara. Mwanamke wa leo ni mkulima. Mwanamke wa leo ni mshauri wa familia. Haya yote ameyabeba mwanamke, na yote hayo yapo humu ndani. Ukisema mfanyakazi yuko wapi, mfanyabiashara yuko wapi, mkulima yuko wapi, mama wa nyumbani yuko wapi, mshauri yuko wapi, kila mtu atanyosha kidole hapo. Kazi zote hizo anazozifanya na majukumu yote hayo, hakuna mtu anayemuuliza unaendeleaje, hali yako ikoje, vipi dada yangu, vipi mama yangu, vipi mke wangu, vipi binti yangu. Hakuna mtu anamuuliza mwanamke hicho kitu. Amebeba mzigo mzito, lakini sisi wanaume hatuwaulizi hivyo vitu, kama vile hamkubeba kitu chochote. Hiyo ni moja katika sababu zinazowapelekea nyinyi kuwa ndio mnaongoza kuwa na stress na kuwa na huzuni na kutokuwa na furaha. Kweli au sio kweli? Bila shaka mtasema kweli. Hali hiyo inazalisha stress. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia sisi wanaume, ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa, sisi ni viongozi wa wanawake. Kwa nini? Bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din, kwa sababu Mwenyezi Mungu amewafadhilisha baadhi kuliko baadhi wengine. Wa bima anfaqu min amwalihim, na kwa kutoa mali zao. Sisi wanaume tunapenda kuitumia hii aya sana kuwakandamiza nyinyi. Mwanamke ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa, sisi ndio viongozi bwana, lazima utusikilize, lazima maneno yetu yapite, lazima utii amri zetu, lazima. Lakini ukweli aya hii ni mzigo kwa mwanamume. Mwanamume amepewa nafasi ya uongozi, wanachuoni wanasema taklifan la tashrifan. Yani amepewa taklifu, amepewa kazi ya kufanya, sio amepewa utukufu wa kuwa ni bwana mkubwa au bosi. Lazima ahakikishe usalama wa mke wake wa kisaikolojia, wa kinafsi na kiakili unakaa vizuri. Ni lazima ahakikishe kwamba hamsababishi matatizo ya nafsi mke wake. Hili ni jukumu ambalo amepewa nani? Mwanamume. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema moja katika hadithi muhimu sana ambayo inaonyesha nafasi ya mwanamume baina ya watu, nafasi ya mwanamume muumini. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema akmalul mu'minina imanan, muislamu aliyokamilika imani yake ni yupi? Ni yule anayeswali sana, mwenye kanzu ndefu na ndevu na nini sijui na nini na vitu kama hivyo, una tasbihi labda? Hapana. Ahsanuhum khuluqan, ni yule mwenye tabia nzuri.
Mwenye tabia nzuri wapi? Yani kwenye alkasusi kule, kwenye vikao, kwenye bao, kwenye barza? La. Wa khiyarukum linisaihim, mbora wao hawa wanaume ni yule aliyekuwa mbora kwa wake zake nyumbani. Kwa hiyo aya tuliyoisoma na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inaonyesha kwamba mwanamume ana nafasi kubwa ya kumtengenezea mke wake mazingira mazuri ya kuwa na usalama wa nafsi, kutokuwa na huzuni, na akaishi kwa furaha. Kwa sababu tunazungumza na kina mama, tutakuja kuzungumza na wanaume, hii aya tutawafahamisha wao. Leo tunawafahamisha nyinyi mfahamu kwamba na sisi tuna nafasi ya kuwatengenezea furaha na kuwaondoshea maradhi mlionayo. Sehemu ya pili, wanawake wengi leo wanaishi na mawazo mengi, wanaishi na huzuni za kimya ndani ya nafsi zao, na wamechoka kabisa ndani ya nafsi zao. Kweli au sio kweli? Wengi wao muundana, hata nikiwaangalia na wafahamu, wanahisi na maumivu ndani ya nafsi zao, hawana mtu wa kumweleza, hawajui watamwambia nani, wanasononeka. Saa nyingine usiku wakilala wanalia wenyewe katika mito yao ambayo wameilalia. Hii ni hali ambayo inaashiria matatizo ambayo mwanamke anayabeba. Wanawake wanafikiwa na hali kama hii kutokana na dhulma kubwa ambayo wanafanyiwa. Dhulma kubwa ambayo wanafanyiwa hususan na wazazi wao na waume zao. Na hususan na waume zao. Sawa? Wallahi mimi napokea simu za kina mama. Siku hizi nimemwambia nipigieni kabla Ramadhani, kwa sababu baada al-Isha. Baada al-Isha ndo nipigieni simu. Maana simu mpaka inakuwa ya moto yani. Kumkatisha uwezi, uko sehemu kuna watu wanakusubiri, au unaendesha gari unapaki pembeni. Kwa hiyo naambia kuna matatizo shekhe, nilikuwa na tatizo nataka lando, naambia nipigie baada al-Isha. Sababu nakuwa tayari niko nyumbani, sengine nimeshakula, nimepumzika. Subhanallah. Simu ambazo unazipata na message ya sauti, yani wewe ambaye unasikiliza inaweza kukunyima usingizi siku mbili nzima, unamfikiria huyo mwanamke. Unavaa viatu vyake, jinsi ambavyo wanaongea kwa uchungu na dhulma ambazo wanafanyiwa. Allahu aalam kama ni kweli au sio kweli, lakini hawezi kupigia simu akatunga tu mambo ya uongo. Ni dhulma nyingi sana ambazo kina mama mnafanyiwa, hususan wale waliopo katika ndoa za mke zaidi ya mmoja. Dhulma kubwa sana inafanywa na sisi wanaume kwa kuwasababishia maradhi mengi ya nafsi, kwa sababu ya kutoelewa hisia zenu zikoje. Muda uruhusu kutoa mifano mingi, lakini hebu fikiria, huyu mwanamke ananieleza mume wake kampa talaka, ana watoto 4 wadogo. Mtoto wako wa mwisho ana miaka mingapi? Sasa mtoto wangu wa mwisho sio ana miaka 1.5 2, kitu kama hivyo. Wa kwanza ndo yuko darasa la kwanza, sijui angalia walivyofuatana hapa. Alafu mwanamume kamwacha mke wake, kampeleka kwao na mabegi na kila kitu. Haijapita wiki 2 kaoa mwanamke mwingine, kamleta katika nyumba ya mke yule ambaye bado hata ile talaka ya rejea, yani anaweza mwanamke anakaa anasubiria mume wake atakuja atambia mke wangu nimekurejea, turudi nyumbani. Lakini anaambiwa na wenzake, wewe una habari? Sawa, mume wake kaoa, na katika furniture ile ya mwanamke yule alikuwa anaishi pale, ndio kamuingiza katika chumba kile, katika sebule ile, katika TV ile. Mwanamke anazungumza kwa uchungu. Sasa fikiria, hebu vaa viatu vya huyu mwanamke. Hatopata maradhi ya stress, hatoichukia dunia. Atachukia dunia kwa sababu hali amesababishiwa na mume wake. Kwa hiyo kuna dhulma kubwa ambazo nyinyi wakina mama mnafanyiwa, wanawake wanafanyiwa na wanaume, ambazo zinawasababishia kupata hayo maradhi. Tutakuja kuangalia tiba huko baadaye kama muda utaturuhusu inshallah. Lakini tunazungumza na wanaume kupitia kamera pale na mashekhe walioko hapa mbele. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema 3 la turaddu da'watuhum, watu aina 3 dua zao hazirejeshwi. Al-imamu al-adil, kiongozi mwadilifu,
wasaim hina yuftir, na aliyofunga pale anapofungua pale akiomba dua, sawa wa da'wati almadhlum, na dawa ya mtu aliyedhulumiwa. Tuhmalu ala alghamam, inabebwa na mawingu ile dua. Wa tuftah laha abwabu samawat, na inafunguliwa milango ya mbingu, ile dua inafikishwa. Na Mwenyezi Mungu anasema wa izzati, na apa kwa utukufu wangu, la ansurannaki walau ba'da hin, nitakunusuru wewe uliodhulumiwa hata kama sio sasa hivi, kesho. Sasa fikiria wewe mwanamume ambaye umemdhulumu mke wako, kwa mfano hii nilioitoa, halafu mke wako analala kwenye mto, machozi yanamdondoka, hajui amshtakie nani, Mwenyezi Mungu anasikia na akaomba dua hii. Wallahi maisha yako yote yatakuwa hayana mafanikio yote kwa dua hii iliyoombwa na mwanamke. Lakini tunaomba msio mnawaombea, sawa nyinyi mlie tu alafu msiombe, kwa sababu haina pazia. Na huyu ni baba wa watoto wako, akipata ajali, akitoka toka kigongo pale na bodaboda, shida inakuwa tena, si ndio? Muombe Mwenyezi Mungu ampe hidayah, amuongoze, amrejeshe, azidishe mapenzi, alainishe moyo wake. Hizi ndio dua ambazo tunatakiwa tuwaombee waume zenu ambao wanawadhulumu. Kingine ndugu zangu kina mama, kwa haya maisha ambayo mnaishi ya huzuni, maradhi, stress, Mtume sallallahu alaihi wasallam ana habari nzuri. Naomba msisinzie, yani yanayekuja ni mazuri zaidi. Mtu anayesinzia ndamsimamisha, sawa? Mtume sallallahu alaihi wasallam anakuja na habari nzuri. Hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri kutoka kwa Abi Huraira, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma yusibu almuslima, jambo lolote linalomsibu muislamu, mwanamume au mwanamke, min nasabin wala wasabin wala hamin, iwe ni kuchoka, iwe ni maradhi, iwe ni huzuni, wala adha, hata jambo ambalo likamuudhi, wala ghammin, au jambo ambalo limeshinikiza moyo wake, hata shaukati, hata mwiba utakaomchoma ndani ya mwili wake, illa kaffara Allahu biha min khataya, isipokuwa kwa kupatwa na hayo Mwenyezi Mungu anamsamehe madhambi yake. Jamani, hiyo ni baraka au balaa? Kumbe kupatwa na stress ni baraka. Si mmeona wenyewe, si ndio? Kwa sasa hivi ukipatwa na matatizo, elewa kwamba, lakini kwa sharti ukamshukuru Mwenyezi Mungu na ukasubiri. Ukipatwa na huzuni, ukapatwa na mawazo, ukapatwa na maumivu, ukashindwa kulala, na ukamrudishia Mwenyezi Mungu, yote unayoyapata yale Mwenyezi Mungu anafanya sababu ya kusamehewa madhambi yako. Lakini ukapatwa na maumivu, ukaanza kulipiza kisasi, ukaanza kumtafutia naye umfanye naye na maumivu, ina maana Mwenyezi Mungu anajiweka pembeni, maumivu yako yatakuwa hayana malipo yote. Si ajabu ukapata dhambi baadaye. Tuko pamoja ndio kina mama? Sehemu ya 3, kinachomsababishia mwanamke matatizo ya kinafsi na kiakili mara nyingi ni upweke wa mwanamke ndani ya ndoa. Haya ni maumivu makubwa sana ya mwanamke wa leo, kwa sababu wapo wanawake miongoni mwenu wameolewa lakini hawana mazungumzo na waume zao. Kweli au sio kweli? Hamna story yoyote. Story ni chakula kiko tayari, maji ya kuoga yamekaa sawa, kitanda kimetandikwa, basi. Wakakaa wakazungumza, wakafurahi, wakazungumza mambo tofauti, wakakumbushana mambo mengine. Hamna story za aina hiyo. Hakuna hiwar baina ya mwanamume na mwanamke. Na hii inaweza kuwa inasababishwa na wanaume, lakini vile kasababishwa na wanawake. Kwa sababu kwa maumbile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemjalia mwanamke ana misamiati mingi kuliko mwanamume. Na ndio maana ukiwa na watoto wawili mapacha wamezaliwa kwa yai moja wanaofanana, wa kike na wa kiume, anaanza kuongea ni wa kike au kiume? Wa kike. Anaanza mapema kabisa kwa sababu Mwenyezi Mungu amemjalia, hiyo ni maumbile yako hivyo. Mwanamke anaongea kwa dakika maneno zaidi ya 7,000. Kwa saa, sio dakika, 7,000. Mwanamume anaongea maneno 2,000. Nyinyi mna story nyingi kuliko wanaume. Kwa hiyo nyumba inapokosa mazungumzo, mtuhumiwa wa kwanza ni mwanamke, kwa sababu yeye ndio mwenye misamiati mingi. Yeye ndio mwenye uwezo mkubwa wa kuzungumza. Yeye ndio mtanashati na mcheshi zaidi ya mwanamume. Wanaume tukikutana sisi
mpaka tuzoeane inaweza ikachukua siku nzima. Unaweza kusafiri na mtu kwenye basi kutoka hapa mpaka Dar es Salaam, mkaja mkajuana Chalinze, tena mkajuana kidogo tu, ukamuuliza labda saa, ukamuuliza nini au jambo fulani, kwa lalamika basi. Lakini wewe ukishakaa na mwanamke mwenzako, dakika hiyo hiyo mshajua jina, ana watoto wangapi, anakaa wapi, hii ndoa yake ni ya ngapi, imefanya hivi, imetokea nini, yani mpaka mfike Dar es Salaam umemaliza vitabu vyote. Kwa sababu hayo ndio maumbile: ucheshi, mazungumzo, kuelewana. Wanaume hatuna hicho kitu. Sasa ukingojea mwanamume wako anakuja na kupigia story, utakuwa hujaelewa kwamba wewe una nafasi kubwa sana. Anza wewe story. Sawa Hasikilizi, anapitia huko, anaingilia huku, wezi mimine tu zile story. Zielezee tu, elezea tu. Imetokea kitu fulani, kuna kitu kimetokea, kuna jambo umesikia kitu fulani. Sio umbea, lakini yani story ambazo zinajenga. Sisi tumeelewana Mpe, mzungumzishe. Sasa wewe ukianza kununa na kurudi nyuma, mawasiliano ndani ya nyumba yanakatika, na ikatika mawasiliano ndani ya nyumba, muathirika mkubwa ni wewe, kwa sababu unapenda kuongea. Utaanza kuongea vitu vingine huko nje. Lakini unapoongea na mume wako ni nzuri zaidi. Tuko pamoja kina mama? Mnazo familia lakini hamna anayewasikiliza. Mioyo imechoka. Hizo ni nyoyo zenu, mimi nazizungumzia kwa niaba yenu. Mwenyezi Mungu kwenye Qur'an anazungumzia kuhusu kuzungumza na hiwar. Waqulu linnasi husna, mnaposema waambieni watu yaliyo mazuri, maneno yaliyo mazuri. Haya ni mazungumzo ya watu. Mimi nazungumza na Sheikh Ibrahim, mimi nazungumza na Sheikh Abdi Salam, mimi nazungumza na jirani yangu, maneno mazuri. Sasa je, kuzungumza mtu na mke wake, mke na mume wake, unataka uzungumze nini? Mazuri zaidi ya hayo, si ndio? Kwa hiyo ni amri ya kuzungumza mambo yaliokuwa mazuri ambayo inasababisha afya ya familia, afya ya ndoa inakuwa vile vile ni nzuri. Mazungumzo baina ya ndoa, kama tulivyosema, mwanamke ndio mwenye uwezo mkubwa sana wa kuyahuisha na kuyafanya ndani ya familia yake akawa anazungumza na mwenza wake. Ndoa isiyokuwa na mazungumzo inapatwa na kitu kinachoitwa ukame wa mapenzi ndani ya nyumba. Kwa hiyo mnakuwa mnazungumza vitu ambavyo ni serious tu, na vile vitu serious havinyoshelezi mapenzi baina yenu, na hatimaye kidogo kidogo nyumba inakauka mapenzi. Na niwapeni siri, yani sisemi kwamba wanaume wote wako hivyo, lakini wengi ambao wanakimbilia kuoa mke zaidi ya mmoja wanakwenda kutafuta kitu ambacho huku kimekosekana. Kwa hiyo kipatikana sehemu nyingine kule story nyingi sawa na maelezo na mazungumzo ya aina hiyo, ina maana kwamba inakwenda kuzibwa hiyo nafasi kule. Na hivi ndio ilivyokuwa hata katika wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna wanawake walikuwa wazungumzaji sana, kuna wanawake wengine walikuwa serious, hawana mazungumzo. Sawa mwanamke kama Hafsa alikuwa serious sana, hana mazungumzo mengi. Lakini Zainab alikuwa mcheshi, ana mazungumzo na anajua jinsi ya kumhendo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akiwatembelea wake zake, akiingia kwa Zainab anakaa saa nzima, akiingia kwa Hafsa anakaa dakika 5. Sawa Kwa sababu gani? Afika kwa Zainab, kwanza anapewa na asali ya kidogo ya kulamba pale, alafu zinaanza story. Sawa story za Rum, story za Farsi, story za wapi kile kimetokea. Mtume anazisikiliza zile story, mara moja kushtukia saa nzima imepita. Kwa sababu gani? Ana ile stadi ya mazungumzo na mume wake. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo sisi wanaume tunalijali. Hatuna mazungumzo mengi, lakini saa nyingine ukiwa nje unamisi zile stories za nyumbani, saa nyingine inawezekana. Tumeelewana Kwa hiyo swala la mazungumzo ni swala muhimu. Sehemu ya 4 naingia katika maradhi binafsi. Kuna maradhi yanaitwa saratani za kijamii, saratani, kansa ya kijamii ambayo inaharibu afya ya nafsi. Haya ni maradhi ambayo wengi wetu hatuyafahamu wala hatuyajali. Sisi tunajali maradhi yale ya kwenda hospitali, ukiambiwa kama una sukari jiepushe na kisukari, usile sukari, usikitumie sukari, ukiambiwa una pressure usile chumvi nyingi, ukiambiwa si una kitu gani usile mafuta mengi, ukiambiwa ndio tunafuata hayo. Lakini kuna maradhi ambayo ni ya hatari zaidi kuliko maradhi ya kiwiliwili. Nayo ni maradhi ya nafsi na maradhi ya akili. Na ni kansa hasa. Inaweza karibu hata imani yako. Sasa nitazungumzia haraka haraka tuzielewe hizo viashiria vya maradhi hayo. Kwa sababu afya ya nafsi yako ndio inapelekea kuwa na afya ya akili yako. Afya ya akili inapelekea afya ya mwili, kuwa na afya katika mwili. Sawa Kwa hiyo ukipoteza afya ya nafsi unapoteza afya ya akili.
na unaanza kuwa una vile viashiria vya utaahira kidogo. Tumeelewana? Afya ndio afya ya akili hiyo. Alafu inakuletea afya ya mwili sasa. Mwenyezi Mungu anasema wala tulqu biaidikum ila tahluka, wala msisipeleke nafsi zenu katika kujiangamiza. Kuacha kuangalia afya ya nafsi yako ni kujiangamiza. Unajiangamiza kama ambavyo mtu anakuvuta sigara, kama mtu vile vile anavyokunywa sumu, anajiangamiza. Ndio kuacha kuangalia afya ya nafsi yako. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna lijasadika alaika haqqan, elewa kwamba mwili wako una haki juu yako wewe. Kama ambavyo vitu vingine vina haki, wewe mwili wako una haki juu yako wewe mwenyewe. Wanazuoni wamefanua kwamba haki ya mwili inajumuisha pia utulivu wa akili na afya ya nafsi. Kwa hiyo kuna mambo ambayo tunayadharau, lakini yamekuwa kama kansa katika afya ya akili zetu na nafsi zetu. Yanatuua taratibu haya mambo. Wataalamu wameyasema haya mambo yanaitwa 5 C's. Tayazungumza 5 C's, yani C5. Unajua C5. Hawa ni wataalamu wa saikolojia. Wamezungumza hizi C5 ndio zinasababisha kansa inayokupelekea katika maradhi ya nafsi na maradhi ya akili, na mwisho wake maradhi ya nafsi. Sasa mimi nimechukua yale maradhi matano, nimeyaoanisha na mafundisho ya Kiislamu ambayo wataalamu wameyazungumza. Ya kwanza wanasema maradhi ya mwanzo Sheikh alikuwa anayazungumzia. Si ya mwanzo. Complain, kulalamika. Kulalamika ni nini? Ni maradhi. Ashakwa. Tabia ya kulalamika ni tabia ambayo hutengenezwa na tabia ya mtu, yani zile habits za kila siku. Kurudia jambo kila mara hadi lile jambo linakuwa ni tabia yako. Daima wewe unaonyesha huridhishwi. Yani wewe kinachotoka katika mdomo wako ni kulalamika. Ukitoka jua kali kweli leo. Sasa mimi nifanye nini? Unaona? Weka mwamvuli basi. Mvua leo imezidi, imeongezeka bwana. Mara kapita driver bodaboda. Mabodaboda hawa. Yani hakuna kitu kinapita mbele yako, ni lazima utalalamika tu. Wewe unaweza kuona ni kitu cha kawaida, kinakujenga, lakini ndio unatengeneza tabia ya complaining, shakwa, kulalamika kila siku. Hii inakuja kukita katika ubongo wako na inafanya maisha yako yote yanakuwa ni ya lawama. Na ndani yake inafukuza mpaka baraka. Kwa sababu unakuwa huoni upande upili wa shilingi. Wewe unaona matatizo tu katika nafsi yako. Katika maisha ya ndoa hutoona khiri yoyote kwa mume wako. Kwa sababu umeshazoea kulalamika. Yaani usipolalamika usikii raha. Hata sehemu ambayo ilalamikiwi wewe utailalamikia. Akiwahi kurudi nyumbani, mbona unarudi mapema hivi? Ungetuacha tufanye kazi bwana. Akichelewa saa hizi. Kwa sababu jizoesha katika kutoa lawama katika kila tabia inayotengenezwa na mtu, lakini kwa bahati mbaya sana inaharibu nafsi yake na inapelekea mpaka kuharibu sana. Daima kwamba haridhiki, anakuwa katika, yani hazingatii tatizo ambayo Yesu anazingatia tu kwenye matatizo, hazingatii katika mambo ambayo ni ya matatizo yake. Lakini vile tabia wanalalamikia watu mpaka shida zake binafsi, hawezi kujizuia, amshazoea. Vipi hali hapa? Hali itakuwa hali bwana, nyumba yenyewe unaiona wewe, yani kwa faida. Baba fulani simuoni siku hizi, usinikumbushe tena, usiniambie hizo habari zake. Uliza swali dogo tu katoka. Lakini wewe kwa sababu umezoea kulalamika, unaonda msururu wa malalamiko. Visa vya mitume waliotangulia, Nabii Ibrahim alayhi salam alipokwenda kumtembelea Ismail nyumbani kwake, ameshaoa na mke wake, akamkuta Ismail hayupo. Yule mwanamke akamkaribisha, hamjui ni mgeni. Akamuuliza, vipi hali yenu? Akaanza kutoa story. Ngapi hajarudi, yenyewe ya shida. Uelewe. Akamwambia basi akija mwambie alipita mzee fulani yuko hivi. Mwambie anakusalimia na anakuambia badilisha kizingiti chako cha mlango. Alivyokuja Ismail, mke wake akamhadithia, akasema huyu babangu, unaona
huyu baba yangu mzee Ibrahim, amesemaje? Sasa amesabadilisha kizingiti cha mlango. Akamwambia okay, sasa nenda kwenu, kuanzia leo sio mke wangu. Kwa nini? Sasa baba yangu amemwambia mlalamishi mpaka siri za ndani ya nyumba za nyumba yake. Lakini tuko pamoja ndugu zangu? Wewe unatakiwa malalamishi yako umpelekee nani? Subhanahu wa ta'ala. Mlalamikie Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anapenda wenye kumlalamikia, anapenda walalamishi. Sawa? Wasioridhika, yani kila saa Mwenyezi Mungu nipe na mimi, Mwenyezi aliye, Mwenyezi Mungu jalie, Mwenyezi Mungu. Wewe mlalamikie Mwenyezi shida zako. Kisa maswahaba walikuwa wakifanya hivi. Hana chumvi, anaambia Allah sina milhi. Na jirani yuko pale anaweza kwenda kuchukua, lakini anaona kwamba kwa nini nimlalamikie jirani? Na Mwenyezi Mungu kwa kudura zake chumvi inapatikana. Au akija mume wake kila chakula sasa, mbona chumvi imekolea kabisa? Mwenyezi Mungu miujiza yake, tumeelewana eh? Lakini umemuomba nani? Kwa hiyo mlalamikia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kulalamika inaharibu. Kulalamika inaua tabia ya kushukuru. Mwenyezi Mungu anasema la in shakartum la azidannakum. Mkishukuru nitawazidishia. Mtu analalamika siku zote ashukuru, na kama hashukuru hazidishiwi na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibn al-Qayyim anasema ashakwa ila ghairi Allah tud'ifu al-qalbi wa tudhhibu al-ajr. Kutoa malalamiko kwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu kunadhoofisha moyo na kunaondosha ujira, hulipwi thawabu. Lakini kumlilia Mwenyezi Mungu unalipwa thawabu. Lakini vile vile inazuia maendeleo, inakubeba majukumu, inaharibu mahusiano. Hakuna, hususan wanaume hawapendi kulalamikiwa. Utamlalamikia siku ya kwanza, siku ya pili atakukimbia. Akiona tu simu yako anajua kama siko vizuri sipokei. Unaona tunatokezea, anajua kwa sababu gani? Ya nafsi. Maradhi ya pili haraka haraka ni kitu kinachoitwa contradict. Si ya contradict. Kwa hiyo usoma unaweza kuandika. Maana yake ni mukhalafat alqawli lilamal. Matamshi yako yakawa yanatofautiana na matendo yako. Hii ni maradhi, ni dalili za saratani inayopelekea katika maradhi ya nafsi. Kwa sababu gani? Inaua dhamira yako, timu ndani ya nafsi yako, kwa sababu wewe mwenyewe unajua kabisa sema sio kilichopo katika moyo wangu, ninachokisema sio ninachokifanya. Inaua dhamiri. Kila mwanadamu ana dhamiri yake katika, ameumbiwa na Mwenyezi Mungu katika nafsi yake, ambaye anajua akifanya kosa anafahamu mimi nimefanya kosa. Bali insana ala nafsihi basira. Mwenyezi Mungu anaelewa nafsi yake, walau alqa ma'adhira, hata kama atatoa nyudhuru. Kwa hiyo kuua dhamiri ni kuifanya dhamiri yako isikuhisishe wewe umefanya makosa. Hii inakupelekea kuto na haya katika jamii. Watu wasiokuwa na haya, watu wenye maradhi ya nafsi. Mtu ambaye hajali maneno ya watu, hajali kusemwa, anafanya anachotaka yeye, liwe baya liwe zuri, potelea mbali. Huyu hana dhamiri, na dhamiri imekufa kwa sababu yeye kaizoesha mwenyewe. Mwanamke mwenye dhamiri ni yule ambaye akimuona mume wake tu amenuna, anaanza kutafuta makosa aliyofanya yeye. Mwanamke asiyekuwa na dhamiri akimuona mume wake kanuna, anasema anune, anywe maji ya bahari, akoroge na sumu anywe. Mimi nakula vizuri na lala vizuri. Huyu ameiua dhamira yake. Tumeelewana? Na ndio maana hata zile adhabu ambazo Mwenyezi Mungu amezitoa hazitomfikia. Mwenyezi Mungu anasema mwanamke akiogopea wake zenu kufanya uasi, wapeni mawaidha. Ikishindikana muhame kwenye kitanda. Unamuhama mwanamke mwenye dhamira ambaye analala usiku kucha halali, anasema anagaragara tu. Mume wangu ameacha kitanda chake, ameenda kulala kwenye kochi, amelala chini. Haiwezekani. Huyu ana dhamiri, ameelea. Lakini ambaye dhamiri imekufa anasema bora tena ndo unajigaragaza vizuri kweli kweli, yani siku zote alikuwa wapi? Ananibana tu hapa. Sawa? Adhabu inaacha kuingia kwa sababu gani? Dhamiri imekufa, huna haya. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu ya haya maradhi
ya nafsi ambayo yamesababishwa na kwamba unachokizungumza na unachokifanya ni vitu viwili tofauti, inapelekea kuua dhamira yako ndani ya nafsi, kwa sababu binadamu hapendi kusutwa na nafsi yake kwamba mbona unasema hivyo wakati ufanyi. Anaikandamiza mpaka dhamiri inakufa. Kwa hiyo hii inasababisha maradhi ya nafsi. Si ya tatu inaitwa compare manake almuqarana bil akharin, kujifananisha na watu wengine. Hii inasababisha maradhi makubwa sana ya nafsi. Wewe Mwenyezi Mungu alivyokuumba ndivyo alivyokuumba hivyo, alivyokuandikia ndivyo alivyokuandikia hivyo. Kubaliana na qadha na qadari ya Mwenyezi Mungu. Usijifananishe na watu wengine. Watu wengine Mwenyezi Mungu amewapa kama alivyowakadiria wao. Ukijifananisha utajiumiza, utapelekea katika husda. Husda ni maradhi ya nafsi. Husda manake ni kutamani kilichopo kwa mwenzako kimuondokee. Kwa sababu gani? We huna. Ungekuwa nacho usingekuwa na hiyo husda, ungesema mbona hata mimi ninacho. Lakini kwa sababu huna na hujaridhika na unataka kujilinganisha na mwingine, ndio inakupelekea wewe kuwa na husda, na husda inakupelekea kumchukia alioneemeshwa. Mwenzako alioneemeshwa unamchukia, na ikipelekea kumchukia inapelekea kumsema vibaya, kumsengenya, kumchafua jina lake. Kwa sababu wewe hasidi peke yako haitoshi, lakini unataka wote waliomzunguka wajue mhusudu. Kwa hiyo unaenda kwa marafiki zake, unaanza kueleza kwa njia isiyofahamika kwamba fulani yuko hivi, fulani yuko hivi. Lengo lako wewe ni ile neema aliyokuwa naye yeye. Hii imetokana na kukompea, kujilinganisha. Usijilinganishe na mwingine. Mwenyezi Mungu anasema wala tatamannau ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd, wala usitamani yale ambaye Mwenyezi Mungu amemfadhilisha baadhi yao kuwafadhilisha baadhi wengine. Hiyo ni qadha ya Mwenyezi Mungu, ni hukumu ya Mwenyezi Mungu. Usitamani cha mwenzako, bali muombe Mwenyezi Mungu amzidishie na akupe na wewe kama alichokuwa nacho mwenzako, lakini usijilinganishe. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema undhuru ila man asfala minkum, siku zote muangalieni aliyoko chini yako, wala tandhuru ila man huwa fawqakum, wala usimwangalie aliyoko juu yako. Kwa nini? Fa huwa ajdaru an la tazdadiru ni'mat Allah, kwa sababu kufanya hivyo itakupelekea usizikufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Kila siku ukiwa unamwangalia aliyokuzidi wewe katika kitu, katika neema, itakufanya uzione neema ulizonazo wewe kama vile sio neema, kwa sababu unaangalia walioko juu yako. Lakini ukiangalia wangapi ambao wamenyimwa neema ambazo wewe unazo sasa hivi, utajua kama Mwenyezi Mungu amekupendelea, na utasema alhamdulillah, mimi niko katika hali nzuri kabisa kuliko watu wengine. Kwa hiyo kujilinganisha inapelekea kuleta maradhi ya nafsi, inakupelekea kupata husda, inakupelekea kutengeneza chuki kwa ndugu zako. Imam Al-Ghazali anasema akthar ahzani alqulub, maradhi yaloenea sana ya nyoyo, ya huzuni, muqaranati ni'am, ni mtu kufananisha neema alizonazo kwa watu wengine. Hii inawaumiza watu wengi sana. Na sasa hivi tupo katika zama za social media, na watu katika social media hakuna uongo mtupu, kwa sababu hakuna mtu katika social media anaweza akapiga picha ya nyumba yake anayekaa au sebule yake anayejua mwenyewe jinsi ilivyo, anakwenda kwenye sebule ya mtu mwingine, sawa mwenyewe mwenye nyumba yuko, basi anajipiga selfie pale, anairusha afa haelezi yuko wapi. Kwa hiyo anataka kuonyesha kwamba ndio nyumbani kwake pale. Kila mtu anataka kuonyesha kizuri alichonacho, na yule anayeangalia anadhania kwamba yule ndo anaishi, anaanza kuona yeye maisha yake ya dhiki, ya shida. Kumbe sio hivyo, ni kuonyeshana neema ambazo hata aslan hazipo, inatengeneza nafsi katika jamii. Lakini jingine, si ya nne, inaitwa content. Content maana yake alhiqdi wadhaghina, kuwa na chuki na vifundo. Chuki na vifundo inasababisha maradhi ya nafsi. Chuki ndani ya nafsi yako, unamchukia Muislamu mwenzako, unamchukia mwanamke mwenzako, unamchukia, unamwekea vifundo mume wako, unamchukia mke mwenzako, zote zinasababisha maradhi ya nafsi. Usifikiri kwa ile chuki unamdhuru yeye, unajidhuru wewe mwenyewe, kwa sababu inakula ndani ya nafsi yako. Kila ile chuki unapomuona yule unemchukia ndani ya nafsi yako, kuna vitu vinamiminika ndani ya nafsi yako, kama ni nyongo, kama ni nini, ambavyo vinakwenda kuibua maradhi mengine tofauti kabisa. Unaanza kupatwa sukari, unaanza kupatwa vidonda vya tumbo, unaanza kupatwa moyo, unaanza kupatwa na kansa. Mwenyezi Mungu atuepushe. Kwa sababu gani?
umehifadhi chuki ndani ya nafsi yako kubwa sana dhidi ya wenzako. Kwa hiyo maradhi haya yanasababisha maradhi ya nafsi na yanapiga mpaka katika maradhi ya mwili, lakini vile vile yanakunyima thawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi ya Abu Hurairah, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, tuftah abwabul janna yawmul ithnain wal khamis fayaghfiru Allahu azza wa jalla likulli 'abdin la yushriku billahi shay'an. Milango ya pepo inafunguliwa kila siku ya Jumatatu na Alhamisi, na Mwenyezi Mungu anawasamehe watu wote ambao hawamshirikishi, anawasamehe madhambi yao isipokuwa watu wawili ambao wamewekeana chuki. Hawa hawasamehewi, kwa maana Mwenyezi Mungu anasema wekeni matendo yao pembeni mpaka wamalize matatizo yao. Sasa fikiria ni amali ngapi zimewekwa pembeni na Allah subhanahu wa ta'ala, hazisamehewi na hulipi malipo yoyote kwa sababu una chuki dhidi ya mwenzako. Kwa hiyo haya ni maradhi ya nafsi, yanakuumiza wewe, yanakuletea maradhi ya akili, lakini vile vile yanakunyima thawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mmoja katika wataalamu anasema kushikilia hasira ndani ya kifua chako ni kama vile mtu ambaye anakunywa sumu, halafu anatarajia ile sumu anayekunywa itamuua yule anemchukia. Ndio maana yake. Yaani wewe una chuki ndani ya nafsi yako. Ni sawa sawa na kama wewe mwenyewe unakunywa sumu, halafu unasema hii sumu imuue fulani. Haitamuua, itakuua wewe, kwa sababu yule anemchukia ana habari hata kama wewe unamchukia. Wala hajui. Inawezekana. Lakini wewe ndani ya nafsi yako ndio unatokota. Kwa hiyo unajiua wewe mwenyewe kwa sababu ya kuwa na chuki dhidi ya wengine. Kwa hii ni sababu ya maradhi ya nafsi. Si ya tano ni criticize. Si ya kukosoa na kutafuta aibu za watu. Hii inapelekea katika maradhi ya nafsi, nadhani Sheikh kaizungumza. Unaacha kuangalia makosa yako, aibu zako, madhaifu yako, wewe siku zote unatafuta madhaifu ya watu wengine, kasoro za watu wengine. Yaani ukipata hadithi zinazozungumzia aibu za watu wengine, huondoki sehemu hiyo, unaweza kukaa saa nzima. Ndio story ambazo zinakuliwaza. Lakini jambo jingine lolote, mawaidha nini, wala husikii raha yote. Masuala ya umbea na kuchukua aibu za watu wengine. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yani. Ubora wa Uislamu wa mtu ni kuacha yasiyomhusu. Kwa ukiona mtu anazungumzia, usijihusishe kabisa, hayakuhusu. Hii inakupelekea kutokuwa na tabia ya kuchunguza aibu za watu wengine, na Muislamu atakiwa awe na tabia hii. Imam Ibn Jauzi anasema, man ishtaghala bi'uyubi nas, atakayejishughulisha na kutafuta aibu za watu, nasiya uyubu nafsa, atakuwa amesahau aibu za nafsi yake. Yani anajiona kama hana aibu, anashughulikia aibu za watu wengine, lakini yeye kumbe ana aibu kubwa kuliko zile ambazo anazishughulikia. Hii inapelekea katika maradhi ya afya ya nafsi, lakini vile vile inapelekea katika maradhi ya akili. Haya maradhi tuliyozungumza, suluhisho la kwanza ni kulisha imani zetu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yupo. Yote ambayo ni sababu ya kukusononesha, ni sababu ya kukuhuzunisha, ni sababu ya kukunyima raha, mshtakie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mlilie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hudhuria katika darasa, kuwa na marafiki ambao watakuwa kila siku wanapandisha imani, sio wale ambao wanakuletea vitu ambavyo vinakuletea maradhi ya nafsi. Kuwa na subra katika yale ambayo yanakusibu, na kuwa na adhkar na kumkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, adhkari za asubuhi na adhkari za jioni, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub. Eleweni kwamba kwa kumtaja na kumdhukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala nyoyo zitatulizana. Kwa hiyo ewe mama wa Kiislamu, kuna siku utakuwa umechoka sana, umefanya kazi siku nzima, umehudumia familia, umeficha machozi yako, hakuna aliyekuona, lakini elewe kwamba Allah amekuona. Kuna siku umevumilia maneno ya mume, kashfa za mume, umevumilia tabia za watoto, umebeba huzuni ndani ya moyo wako, lakini elewa kwamba Allah anajua na hafichikani na kitu chochote, na Mwenyezi Mungu hamdhulumu mja wake katika uvumilivu uliokuwa nayo. Kama dunia inakuchosha, mkimbilie nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sio kwa kufa, kurudi kwa Mwenyezi Mungu kwa maana ya kufuata maelekezo yake na kumlilia Mwenyezi Mungu katika shida zako. Kama watu wanakuvunja moyo, mkimbilie Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kama maisha yako yanakuwa mazito na huna ufumbuzi katika maisha yako, rejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, utapata ufumbuzi. Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio anatuambia inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Hakika yani pamoja na uzito kuna wepesi. Ni vitu hivi vinakwenda sambamba. Ukiwepo kuna uzito, pembeni yake kuna wepesi. Ukiwepo kuna uzito, pembeni yake kuna wepesi. Ukielewa hivyo, uzito hautakusumbua hata siku moja. Utajua ni mtihani ambao Mwenyezi Mungu amekupa, lakini wepesi unakuja. Hii itakufariji na kuonyesha kwamba huu ni mtihani ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala amekupatia. Lakini malizie kwa ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye niliwaambia ni faraja kwetu sisi, na ni hadithi ambayo tunatakiwa tuihifadhi, kwamba hakuna jambo linalompata Muislamu, iwe ni huzuni, iwe ni masikitiko, iwe ni kusononeka, iwe ni shida, iwe ni maumivu ya moyo, iwe ni kuchomwa na mwiba, na akasubiri na akaelewa kwamba hii ni Allah Subhanahu wa Ta'ala amemwandikia, isipokuwa Mwenyezi Mungu kupitia maumivu yale na yale yaliyomtokea atamsamehe madhambi yake. Hadithi hii tuiweke mbele katika matatizo yetu yote ambayo yanatusibu. Lakini tuelewe ndugu zangu kina mama kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Mwenyezi Mungu anapompenda mja humpa majaribu. Wewe unapotokewa na mitihani ambayo labda haimtokei mtu mwingine, usiseme kwamba hii ni balaa na ukasema kwa nini Mwenyezi Mungu ananiletea mimi tu, utakuwa na kufuru. Wewe sema alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa mtihani huu alionipa, na muomba Mwenyezi Mungu anipe uwezo wa kuvumilia na kuvuka mtihani huu. Ukizungumza maneno hayo, ina maana kwamba umeridhika kwa kile ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuandikia. Lakini ukienda kinyume na vile, mtihani utaupata, shida utaipata, na thawabu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala utazikosa. Kwa hiyo ndugu zangu kina mama, changamoto ambazo anazipitia mwanamke wa Kiislamu katika zama tulizonazo, nimejaribu kadri ya uwezo wangu kuzizungumzia katika nukta hizi ambazo nimezungumzia. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atupe utulivu katika nafsi zetu. Shida zetu zote, matatizo yetu yote tumuelekezee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yeye ndio mbora wa kutatua matatizo yetu. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.